Hello viewers, this is Anti-Mag TV and I'm Anti-Mag. We are privileged to have another youth forum and today we are still handling issues that youths experience, and I know that we are still getting encouraged. Some of our problems are being solved, and before I go so far, I just want to welcome my co-host. My name is Maslin Kagelisa and I'm also blessed to be here again. Yeah, so we are also privileged to have a group of students from the Technical University of Mombasa. Before we introduce the topic today, maybe they can just introduce themselves and then we'll pick up from there. Hello, good guys. My name is Bran Isore. Hi viewers, Beverly Mupendo. Hi, a student at Technical University of Mombasa. We are privileged to have young people with us today, and as we discuss the topic today, we are going to get views from them. And our topic today, we are discussing about younger generation preferring older men, older women as partners. When maybe a young person is looking for a marriage partner, you will find so many young men saying they prefer to have an older woman, and you will find very many young girls or ladies saying that they would prefer older men. So it's a trend that it's becoming common. It's a trend that it's becoming acceptable. And at one point we are wondering, is it acceptable? Is it not acceptable? We are also looking at it and wondering, is it a problem? Yeah. Maybe basing on societal values, cultural values, is it acceptable? So before we get so much into it, maybe we can start by maybe explaining what are some of the causes of maybe young people preferring older people. And before we get to our visitors, maybe Mercy, you can maybe give us your views. Okay, I think sisi wa vijana, maybe I think tuna prefer older generation kwa sababu according to me, I think ni maturity. Because unaweza pata labda huyu mwenye mko naye huyu mwingine ukiwa na mtu mwenye mko na the same age ama nakupita kidogo, mnapigana mara sijui gombana, mara sijui issue gani, lakini utapata ukiwa na older person kuna venye haya anakuelewa, yuko mature, mkiongea ni juu ako juu yako, mnaweza ongea vitu na muelewani vizuri. So are you trying to say that relationships where we have a younger person and an older person is more peaceful? Yeah. I think, well, okay, according to me, yeah, if we look in that angle, yeah, somehow iko peaceful. It seems peaceful because yeah, yani huyo mtu mwenye uko naye at least mnaweza ongea, anaweza kuelewa, yeah, alafu huwa angalia issues mingi. But unaona kama mko na mtu mwenye mko naye miaka moja, yeah, mara sijui ulichat na nani, uliongea na nani, issue vidogo zenye hazina. There is too much competition, yeah, too much arguments, and then you're like age mates. By the way. Yeah, that could be one of the views, one of the reasons. And maybe we get to Dan. Dan, tell us something. What do you think is the cause of all this? I think mi kwa maoni yangu niliona like hiyo mambo ya kama venye amesema, mambo ya peace of mind. Like unapata the young generation wanataka kuishi hiyo class ya juu yenye tayari au watu ya old age washa make it hapo juu. So akiona huyo youth hana hiyo maisha huko juu, anamwacha atafute mtu mwenye already ako huko juu. So anaenda hapo kwa hiyo relationship yenye huyo mtu ako hapo juu ndio apate hizo vitu kwa urahisi. Like pia hataki kuwork towards it. Hiyo process. Like anaona hao younger bado hana pesa, yeye hataki kuvumilia. So anaamua tu aruke huko juu. There is a common statement that we trust the process. So are you trying to tell us that young people are trying to run away from trust imeisha? people are lacking trust in the process. Yeah. Okay. So ni historia, nimeenda kole, nimemaliza, hakuna job, lakini hapa hata kama sina job kuna provisions. Sina job napewa hao. Sina job napelekwa out. Sina job nywele inatengenezwa. Yeah. Yeah,
it's also one of the key issues. Can you give us more on that, or you give us another pointers? What is the other cause of Nje ya kukosa pesa, pia in most cases unaangalia, you look at your friends pia, au tuseme maybe they have older partners, wanawapea hizo zote, then uko hapo hauna, so you're just tempted to also join whatever. that takes us to peer pressure? Yeah, that takes us to peer pressure. Yeah. So niko na roommate huwa anadropiwa na mbaba, pia mi lazima niingie kwa hiyo class. Yeah. Nina mama mahali huwa ananipa chakula, ananipeleka out, so pia mimi lazima I flow with the trend. Like hiyo issue ya peer pressure. Yeah. Like tukiapply like for example sasa shule kama comrade, unapata kuna comrade yeye si ati yako na mbaba mahali. Tuseme mmeingia shule, unajua shule mnapata na people from different backgrounds, so unapata kuna mtu kwao yeye alishapewa gari, mwingine ashapewa tu maisha yake, like haishi shule anaishi. So unaangalia unaona huyu mtu tukitoka class ako na gari, anajipea shule, room ako na wifi kwa nyumba. Wewe unapiga hesabu unaona hizi vitu mimi naweza pataje? Process bado huko kwa masomo, so hiyo pesa huwezi pata. Unajipata umeingia tu kwa hizo issues. Pata kuna mbaba mahali ameamua, kuna mama mahali ameamua pay hiyo maisha. Kipewa gari obvious kama comrade huwezi kata. So tunaona kuna peer pressure ambayo pia hii peer pressure pia inakuwa boosted na poverty. Yeah, because we have those from well up family wanapewa hii, mimi sina, so pia mimi lazima nitafute mtu mwenye atani boost. That's why you find people we can get more. Can maybe you can add on to what they have said, or you can give us more cause. What I can add, kwamba some of the youths wanakuwa influenced by the social media, ambapo wanaangalia kama wale vijana wa majuu. Unajua kule hivyo their morals are a bit down, si kama sisi ambao tunachukulia kwamba kuna culture na kuna tabia nzuri. So wakiangalia kule kuna vijana wanatembea na wamama nini, kama wasichana wadogo na wababa. So sisi vijana Africans tunataka tuige, which is not good to us. Alafu pia sisi wenyewe tuko kwenye stage ya curiosity ambapo tunataka kuangalia ukiwa naye una feel aje, unaona, ama nikiwa na mzee nitakuaje naye. So that urge inatufanya pia tunaingia katika hizo relationship ambazo hazina morals kabisa. I'm trying to look at it deeper. When we talk of culture and maybe the Western culture, don't you think this was done in the traditional culture? Because we also have polygamy. I think people are just practicing polygamy in another way. No, kitambo kulikuwa na ile procedure, ni protocols za kufuata ndio ufanye that. It right. Was official, formal. Official. Lakini sasa hivi tumechukua like it is normal, yani ni kawaida tu, unaweza pita pale kwa bar fulani uko na mzee, huyu ameni nice. Acha nipite na yeye nianguke naye. By the way, hivi tu watu kutananga club na kwa bar. Na hizi concerts. Hizo watu wanapatana. Yes. Kama mzee ashaona wewe yule msichana anafaa vizuri, yule anapendeza. Anakuja tayari anamchukua. Yeah, that's the thing. So we can see people copying culture, and at least in the modern setup, in the traditional setup or the African setup, tungepata kwamba yes, we have older men going for younger women, but there had to be a parent who has allowed it. But nowadays hata parent ajui. In fact unapata mzazi anajua kwamba mimi mtoto wangu ako campus, nilimlipia hostel, kumbe alihama hostel kitambo, anaishi somewhere in a big house with an older man. By the way, wazazi wa siku hizi, as long as yeye anajua ashalipa fees, ashapeana ile accommodation ya monthly, yeye anasema that's supposed to go, as long as asumbuliwi na mwanafunzi, he or she doesn't follow up. To parenting.
yeah, poor parenting. yeah, Yeah. our follow up wanafunzi wao watoto wao wanaendelea vipi shuleni. Yeah. So that is another cause. So when we talk about poor parenting, people are so much, maybe you can, just to touch on what you're saying, people are looking for money. So many parents have gone abroad. So many parents are into businesses until late hours. So unapata ile parental guidance ya mzazi kuambia watoto kwamba age matters, unapata hakuna. So unapata age doesn't matter anymore. Yes. Maybe hapo pia kwa parenting tunaweza za childhood things. Maybe ukiwa so these your parents, so maybe you find it more comfortable ukiwa na mtu older, so something to cut. So domestic violence, a mother being denied her rights maybe by the husband, and then the child has negative attitude towards marriage, or maybe feels like I should get somebody older so that I don't be like mom who suffered because dad was almost same age with her. Yeah, it is also one of the major reason. And I can see parents are getting into this. Yeah, so inamaanisha kwamba tunaishi katika kizazi ambacho kimechanganyikiwa. Yeah, kuna wale ambao wanafaa kupeana direction, but yule ambaye amepeana direction pia amechanganyikiwa. Yeah, so huyo ambaye anaangalia role model hajielewi. Na hata it's so sad to say that hata society ya sahii utapata kwamba mzazi wako pia unajua ako na girlfriend. Tumesikia cases za boy ameshare girlfriend na dad wake. Yeah, ama unapata mama pia ako na mshikaji mahali na pia daughter huyo ndio mshikaji wake. So unapata that moral decadence. Yeah, so the society is immoral. Yeah, the moral value ambayo ilikuwa unapata inaisha. So youths are preferring older people because even these older people are looking for them. Yeah, could there be any other reason or cause of this that maybe hatujaongelelea? Yeah, Labda kukuzia, kuna hii pia attention seeking. Unapata kuna mzee, tuseme bwana ni businessman, yeah, then bibi alikuwa ameandikwa kazi tu ama alikuwa na kazi yake, yeah, then ukapata mahali kazi ikaisha. yeah, So the husband anaweza provide pesa na provide kila kitu, yeah, but hayuko available. So unapata ametravel, ameenda business meetings, mama mbaki Kenya. yeah, So atatafuta mtu mwenye atampea attention, like atafuta kijana mdogo, yeah, kwa sababu kijana mdogo yuko kwa biashara, afanyi kitu chochote. yeah. Wakati wote anamhitaji yeye anatokea. So pia the vice versa pia unaweza pata pia. So kijana hana shughuli nyingi, is always available. Yeah, the Yeah. young hapo tu. Msichana hana shughuli nyingi. Na hii inakuja sana wakati ambapo unapata mama ana watoto. Labda umeenda nyumbani, mama anabadilisha mtoto pampers. Umeenda nyumbani, mama anabembeleza mtoto huku anapika. Lakini sasa ukienda kwa girlfriend, yeye time yake yote ni kwa wewe baba. So unaona afadhali uwe na msichana mdogo kushinda kuwa na mtoto wa mama ambaye labda ana majukumu mengi. Yes. To add on that, Yeah. there was a case that kuna mwanaume alikuwa ni mkubwa, ni mzee, anafanya business. So alikuwa anasema kwamba yake akitaka kupata bibi yake, yani kupata time ya kuwa na bibi yake, huwa hakuna. Ndio bibi yake naye akimwambia bibi yake twende out, anasema watoto hujalipia kijana fulani school fees, akisema twende out, ati sasa hizi sijui nafaa. Sababu baba anaamua mimi nikiwa na msichana mdogo nikamwambia twende out saa hii, anaenda saa hiyo, hata uliza maswali. So anapata kuna mtu mwenye anaweza mpeleka, yani anaweza kuwa naye time, anaweza kuwa time na yeye. I'm just looking at this and I'm like, is it avoidable? Can we say women should also try to look at what their husbands prefer? Yani women so that wako they in can marriage, avoid that. I think huwa wanajisahau kwamba wanafaa kuwa pia na husband wao ama something like that. Yeah. So wanapatia wasichana wadogo opportunity. Ama mama yuko in marriage, anasahau bwanangu anapenda football. Yeah. So if I accompany him, maybe I'll create some intimate relationship intimacy. Yeah. Lakini sasa baba kila saa anaenda kuwatch ball peke yake. Yeah. So wakati anaenda kuwatch kila siku anapata msichana mdogo huko na anasema anasahau the other side, anakuja kwa huyu mdogo. Yeah. Maybe to add to the points, tunaweza sema
people are looking for, tuseme wanataka kuwa na power, people want to have the upper hand in the relationship. So tuseme mtu anaona mi ni mzee ndio, partner wangu nikimwambia hii tutabishana, tunagombana. So anatafuta ule mtu yanga mwenye atamwambia nataka hii na afuate. So watu wanataka kudominate na relationship. You want a weaker partner. Yeah, So partner. yeah, like we have women who feel like I should be above the man. Yeah, and because I should be above the man, if I get somebody of my caliber, tutakimbizana, tutapelekana kotini, tutapigana. Lakini nikipata kijana mdogo, ye bora nimempatia pesa ya kwenda out, pesa ya kujibamba, hakuna story nyingi. So everything I say it will be yes madam. Yeah, and that title madam, that's what they are looking for. Okay, tunaangalia mambo yote, na kuna swali ambayo najiuliza mimi as I'm sitting here. Do you think hii kitu inaleta shida yoyote kwa society? Can we look at it and say si mbaya juu mama anabadilisha mapampas huko, mzee anaweza enda atafute huku? Is it a problem? Or what problems has it caused in the society today? Yeah. In my perspective, I think it has caused some problems in our society, Yeah. since it has led to broken of marriages, ambapo kuna wengine wataki kushare. Napata sasa akishagundua kwamba mzee wake ako na side chick mwingine, alafu Sema kuna wengine. Kuna mtu anaweza taka kushare. Yaani unajua huyu ni mume wangu alafu na share. haiwezekani. Yeah. Kuna hiyo jealousy, yeah. Yeah. Especially if it's true love. Yeah, we are told one of the qualities of true love, ukijua kwamba na mwingine, there has to be jealousy. You have to get jealousy. So breakup of homes, breakup of families, mistrust, yeah. Unapata wako na familia, mtu wameishi for like 40 years. Unajua support kwa wazima. So ukipata mama ameona letting bring up that broken marriages, ambapo familia natengana, mzazi sasa inabidi mama ane baba anabaki yake, ambapo hiyo is not a good picture in the society. Sasa tunapata hata watoto wanakuwa affected. And I have seen even some especially hao wenye wako primary school na high school, unapata breakup kama hiyo inawa affect. Yeah, unapata mtoto labda alikuwa na perform vizuri, all of a sudden na perform vizuri, you get deeper, maybe try to understand what's happening, unapata kwamba there's a divorce, there's a separation, there's a breakup. So such kind of things can bring problems. Yeah, any other thing? Maybe tuseme ina bring out negative energy. Yeah. Ama tuseme ina lead to schools. Yeah. Most people wakigundua maybe kuna mtu wake, Yeah. ama unamkea, Yeah. hiyo nayo Yes. lazima atareact. Yeah. So hapo ndo in most cases unapata tumeripotiwa kwa news, kuna msichana amedungwa kisu, Yeah. ama msichana ameuawa, Yeah. ameingiwa accident, amepatikana Yeah. so Yeah, actually I've heard of so many murder cases ambayo unapata kulikuwa na unfaithfulness, and maybe the man was involved with a younger girl, or maybe a woman was involved with a younger boy. So yule ambaye sasa amegongewa, unapata kwamba inabidi aende carry out revenge. In most cases labda hajapanga kuua, lakini sasa unapata ile hasira inamsukuma kwenda kuua. So those are some of the worst situations that we have had in the society. Issue kubwa saa hii as we talk currently ni watu wanalalamika sana, ma youth saa hii hawako like youth hawaoi. So hiyo issue inatokeanga ile yenye msee, tuseme kitambo boy alikuwa akifika tuseme 18 years, ulikuwa unapelekwa tu hizi vitu za kufanya declare wewe ni warrior, then utafutwa bibi. Sasa hivi ukiambia msee, hata msee amefikisha miaka 25, unaoa lini? Utashinda unaniambia vitu gani hizi? Kwambia acha mimi nitafute pesa, mapenzi ni uongo. So mtu huwa ana imagine like nimepata dem, tumeongea,
tumedate, alafu from nowhere tu seme apate backlash, maisha ikuwe tu yani itingike tu kidogo, then from nowhere mzungu tu ama hata mbaba tu anatoka uko na pesa, alafu ana imagine sasa msichana akinitoka sasa nitafanya aje? So ku prevent hiyo issue, wana avoid hizi mambo na relationships. Unapata mtu wako tu, hata mtu mwingine atafuti pesa ako tu, lakini ukiuliza mbona una dem, mwambie acha nitafute pesa, unashindwa yeye anatafuta pesa wapi? Ako tu. In the real sense kitu anaogopa tu ni hiyo akuwe na ina relationships alafu mtu wake wapite na yeye. Ama unapata pia hii kutafuta mbaba pia ni kama kutafuta pesa. Yeah. So unapata kwamba mtu anatafuta mbaba kutafuta pesa. Yeah. Mtu anatafuta mama kutafuta pesa. So unapata hata ile the origin of marriage inakuwa disrupted. Na ukasema vijana wengi hawataki kuoa. Siku hizi hata wasichana pia hawataki. Unapata mtu anakuambia mimi nikipata tu mtoi sitaki mtu kwangu. So unapata mara nyingi sasa anatafuta mtu wa mtu. Anaenda anachukua mume wa mtu. Sasa anatafuta mtoto, alafu yeye bora ampata mtoto inakuwa anataka tu mtoto. So unapata ile the main purpose as in kile ambacho Mungu alinuia kuweka katika ndoa inakuwa tayari imeharibika kabisa. Labda kuna shida zingine ambazo tumekumbana nazo. Okay. Nilikuwa nataka ku add pia on that. Ukisema hivyo, shida inatokea pia consequence inaletwa. Yaani sasa watoto wako wanakuwa confused. Yaani watoto hawajielewi sasa. Because now huyu ni kijana, yako na baba, kuna mama, Yes. mtoto pia labda anakimbilia hiyo. Haya, mtoto mwingine pia kwa broken marriage hajielewi. Yeah. Umesema dem anatafuta mtu mkubwa, ndio yani anasema tu mimi nitakuwa na mtoto tu, mtoi mmoja imetosha. Yeah. So anasema yes ni mtoi mmoja, lakini watoto wana parental guidance ya both sides. Yeah. Mtu anakuwa tu na baba yake peke yake ama kuna mama yake peke yake. Yeah. And then siku hizi social media sijui mara co-parenting, mara sijui nini. Yes. Sasa unajua mimi najiulizanga, though you are doing co-parenting, huwa najiuliza huyu mtoto ana mama yake ako na mtu mwingine huko social media, baba yake ako na mtu mwingine huko. So yako hapo katikati anajiuliza, babangu anakuja once in a while, Yeah. ama mamangu anakuja once in a while, alafu anarudi wapi? So Yeah. hata mshua huyu mwalimu tu anajiuliza hii ni marriage na kama anatupenda kweli, mbona alituacha sisi na mama yetu? na mbona kuna mtu mwingine? Yeah. Like, iko tu inashangaza. Yeah. So social media inaweza embrace ati wanasema ati siku hizi watu wanafanya co-parenting, Yeah. siku hizi si lazima kuwe kwa marriage, lakini unajua watu wako confused pia, wanashangaa kwani hizi ni gani? Yeah. So hao watoto kwa wakubwa, sijui tutawaconvince aje tuwaambie ati marriage watu wanaweza kaa wawili. Yeah. Ni ngumu sana. Just recently tulikuwa tunaongea kuhusu issue to do with lesbianism and gayism. Utapata kwamba hata unafika mahali unapata mtoto hana father figure. So Johanna father figure anasema ni chali, lakini anasema juu niliona mamangu akiteseka na mimi, sasa mimi nitatafuta mwanaume, nitatafuta juu niliona mamangu akiteseka na mimi, I'll hate men or I'll hate women. So unapata msichana hataki juu aliteseka kwa sababu ya mamake, anasema aliteseka sababu ya babake, anasema sitaolewa. Yeah? Na yule mvulana naye aliteseka kwa mikono ya babake, sasa anasema pia mimi sitapenda. Yeah, so unapata such things bring also gayism, lesbianism and such kind of things. Yes. Pia hiyo point umesema ya lesbianism na gayism, Yeah. I think imeniongezea point yenye whereby unapata mtoto juu babake, tuseme babake alikuwa na cheat mamake, Yeah. ama mamake alikuwa na cheat, Yeah. then akaenda na one of the parents, Yeah. anakuja anaanza kuchukia the other parent Yeah. mwenye waliachana, so anaanza kuwa mkubwa, na the more anakuwa mkubwa anamea akichukia tuseme babake, Yeah. ama mamake, ni yeye alimfanya The breakup. separate ways. Yeah. Ama pia apart from kuchukia babake, tuseme anakuja baadaye anachukia huyo side chick. Yeah. So the more anakuwa Yeah. So maneno haya na mengine mengi tukiongea kuhusu people preferring older men, younger men preferring older women, nikawa naona soma mali kulikuwa na vijana wanasema kwamba au ni wavulana sasa
wanasema kwamba wana prefer watu wako 40s and above juu siku hizi wanang'ara kushinda hao ambao wako, sijui kama mnaweza changia hivyo. I don't know if is that true. Walikuwa wanasema kwamba wasichana wadogo siku hizi wameparara, wakiangalia makeups nzuri siku hizi ni ya wale wa mama, alafu they are expensive. Maybe can you say something maybe on that? Okay, kitu inafanyika ni huyo mwenye ako 40 and above, ye makeup yake akifanya asha impress ile yenye anajijua venye yako, amejikubali, so makeup yake si mingi. So ukipata huyu boy yenye anatafuta huyo mama, kama anaangalia beauty atapata beauty ya mwenye ameka makeup kidogo. But so ukiangalia dem na beauty, sikenya anatoa makeup, so unajiuliza hivi. And then, okay, to add on that also, sometimes hawa wasichana wadogo, unajua hawa wana pesa, hata wenye ni wakubwa tayari wako na pesa zao, anaweza nunua kiatu yake, nguo yake, atengeneze nywele yake, but msichana bado anang'ang'ana. Sasa zingine nywele unaiacha hivyo vile iko kwanza, usukumie baadaye. Labda wangewashangaa shida yake ni nini siku hizi. Labda msichana ana form vile anapata pesa, so anapata anashangaa wasichana nao wanachapa na wenye huko juu kwa kisi. So those who are in 40s are looking more attractive. Kuna wengine sasa hawataki gharama. Unajua sasa small boys hawataki gharama. Unajua kuna mapambo pia. Yeye atakwambia sina pesa ya wigi leo, acha so nitumie kwa kitu hapo katengeneza. Sasa wengine wanajaribu kuepuka hizo issues. So anajua huyu mama tayari ni working class. Ama labda ameletewa mali na watoto wake. So nikiingia hapa mimi ndio nitang'ara, si kung'arisha mtu. Wewe unapata mimi ni comrade, niko na dev, ananiitisha wigi ya 6k. Na pocket money yako ni ngapi? Hata sasa hiyo saa pocket money, hata sina pocket money. Mimi mwenyewe huku shule nafaa kupiga like class ya asubuhi naingia ya saa 4 siku. Nimeenda kutafuta kitu nitakula. Yaani nishawigia 6k. Alafu kumbele kuna mama sasa, hiyo 6k ananipea tu mimi niende nikae naye. Naangalia naona mimi siwezi kubadilisha na hii 6k, hata mimi niende nipewe hii 6k kwingine. Unaona? So hiyo like mtu anaonanga tu sitaki hizi gharama za kufanya. Alafu tena issue nyingine inakuanga kaza sana comrade. Umepea ndio umenilia demu wigi ya 6k. Umemfanyiza vitu zote. Alafu anaenda kuruka huko nje na watu wengine. Sasa umeng'arishia watu. Umeng'arishia watu unashindwa. Hii najibamba ama nabamba watu. Inabidi tu umechorea. And there's something I wanted to talk about that. I have seen also cases whereby a boyfriend allowing a girlfriend to date an older man so that both of them can enjoy now. So you're sending your girl to a sugar daddy so that when this money comes, both of you enjoy. And then you are a lady, you're sending your boyfriend to a sugar mommy so that when this money comes, both of you enjoy. Now you as young people, can you allow that? Kwanza acha tuanzie hapo. Hiyo kitu yote, kitu nafanya ni tamaa na umaskini. Ukiangalia relationship kama hizo hazikaangi sana. Unatumanga huyu mwezi wa kwanza mmelipiwa rent, mko poa. Mwezi wa pili mmebaiwa food, mko fiti. Huyu mwenye anatumwa anakanga mali, anafikiria, anaona mimi nikitoka huyu amekaa tu kwa nyumba. Sasa ni kama ananitegemea. Mbona mimi nitumwe niende nitembee na huyu mtu, yeye amekaa kwa nyumba. Then ana imagine what if hii pesa ni kule peke yangu. Unaona? So unapata tena si mnakaa nyumba same. Ulituma dem aenda atafute do. Weekend moja dem anakuambia tu cheki, wewe jitoe. Baba amesema nataka kujua mali naishi. Unajitoa hivyo Saturday, Sunday, Monday unapiga simu, unaweza rudi unaambiwa bado wako around. Kumbe huyu alishaishia, hiyo ni exile ulipigwa. After 1 month unaambiwa cheki, huyu mzee amesema ako na shida na bibi yake, so ana move in. So yeye kuja uchukue vitu zako, tutakutafutia nyumba place ndogo ukaekae huko. Unakaa mwezi wa kwanza wa pili rent hailipwi. Unapiga simu block.
Ushawekwa mahali pako kitambo. So Yeah. hiyo mi nayo siwezi advise hata So kama that is on the men's side. Now to hiyo the mi ladies, can you allow your man to go and date a sugar mommy so that you also benefit? Hapo nayo haiwezi. Siwezi. Always reason kwa nini? Si utaletewa do, si utaletewa ming'aro. Inafika mahali pia unachoka tu kushare. Yeah. I think Yeah. wana ladies Yeah. ikifika kwa kushare inaonga pia ngori. Yeah. Jueni ukiona huyu anatoka yes, lakini imagine hiyo time ameenda labda kuna huyo mtu mwingine. Hey, aya inakataa. Roy kubali. And also it's like the integrity. When we now talk about integrity, una imagine tu, yani nimetuma mtu so that I benefit. Mi mwenyewe nina mikono miwili, mi mwenyewe niko young, naweza hustle. Nimeona watu ambao wengine wako campus, mtu anafua ndio apate pocket money. Nimeona wengine wako campus, mtu anaanzisha kibanda, anauza mboga, anauza tomato. Nimeona wengine wanaleta ming'aro, wanauzia watu. So why get to that? Actually ni reducing yourself to somebody who is redundant. Hauna maana, yeah? Haujiheshimu, hauna value. So somebody can go and do that which is unacceptable for you to benefit. Yeah. So tumeangalia mambo yote na maybe wakati ambapo tunaelekea kumalizia tunaweza ongea kuhusu solutions. We've seen the cause, we've seen the problems zenye zinaleta kwa society. Do you think there is a solution? Okay, on my part, I think yes, there is a solution. Sisi vijana tukiangalia hii maneno, tujiulize baadaye ita cost nini? Hakutakuwa na watu wenye wako hivi, yani tukiangalia na hizo consequences zina happen. I think tukubali tu, sijui nitasema, inabidi tu vijana tukubali kutrust process. Yes, utakuwa na mtu mwenye ni age wako, mnaweza struggle, but at the end kuna ile glory yenye mnafikanga huko juu, mmegrow pamoja, Yes. your kids are happy. Tuangalie wazazi wale wa kitambo. Though walikuwa na many kids, Yeah. but hawa si walikuwa na maisha imetulia, iko sawa. Yes. Pesa haikuwa nyingi, mali ilikuwa nyingi, but wako na peace, wametulia kwa hiyo relationship. Though pia kuna kwanga na yes, tumesema kuna kwanga saa zingine na kukosana, kugombana, but walikuwa bado wako pale. Wanang'ang'ana kwa sababu ya watoto wao. Yeah. So utapata watu wana grow with parental love, wanajielewa, inakuwa society iko sawa. Yes. But tukiendelea na hii trend, maybe hata tutakuwa tu sijui kutaendaje. Yeah, just maybe to add on that, kuna watoto wengi sasa hawajielewi because hata familia haijielewi. Yeah, like now you can imagine, I was seeing a case somewhere yenye mtoto babake mzazi ameenda ameolewa kwa mwanamke, alafu sasa unapata yule mwanamke ana mtoto high school, a lady. So yule mtoto wa yule mama ambaye si mtoto wa huyu mzee amepelekwa national school. Alafu huyu sasa mtoto wa huyu mzee ameletwa in a very small school, hana school fees. Yeah. So huyu msichana alikuwa msichana ambaye angepita mtihani, lakini sasa kwa sababu ya hiyo confusion yote unapata kwamba hakupita, because najua babangu analipa school fees national school, mimi nilikuwa na max ya kwenda national school, lakini dada amepata sugar mami, ametusahau. So unapata huyu mtoto wako confused. Yeah, what could be the other solution to these problems that we have seen? The other solution ni kwamba Yes. ni hao wazee tu waache tamaa nyingi, waachie vijana mali zao ndogo ndogo, watulie. Yes. Yeah, na pia wasichana pia waache tamaa Yes. ambao Yes. zina msingi. Yes. Yeah, that's what, Watu wajiheshimu. yeah, Wazee wajiheshimu, wamama wajiheshimu. Yeah. Yeah, kama umefika kama umefika 60, kubali tu. hakuna haja uende utafute booster.
Hakuna haja uende utafute booster kusatisfy msichana mdogo. Kweli. Aya, we ni mama, miaka imeenda, hakuna haja pia wewe uende kujiboost kusatisfy kijana mdogo, because at the end of it all kuna mtu wa rika lake ambao wanaweza And by ishi the way, vizuri. let me just add on that. Yes. Kuna wazee siku hizi wakitafuta wasichana kenye wao wanawaambia. Yes. Msichana akimwambia eti niko na boyfriend, naomba utelee kwa kuna nini? Mimi niko na pesa, mimi niko na gari. Yaani pia wao wana compete na wa vijana. Oh, sana kwambia ule hata kupeleka out. Nini atakupeleka wapi? Yes. So unaona Yeah, so wazee wajiheshimu. I hope wazee mmesikia, wazee wajiheshimu, wamama pia wajiheshimu na vijana pia watawaheshimu. Mi solution yangu sasa, mi kama mwanaume naendea wanaume, vijana wajitume, Yeah. vijana wajitume. Ina hata ati utafute mama juu ya doo, Yes. hiyo tu yenye uko na akili nayo ejeke tu, ipo siku itajipa. Hii mambo ya kutafuta wamama ileti, Yeah. mnachoma picha. So ni kujituma tu, stick Yeah. to your plans, acha pia pressure mingi. Yes. Usione vitu ukatamani na Yeah. time yako haijafika. Ni obvious hata unaweza endea hizo vitu na Mungu pia akataa aseme ai we, Yeah. bado time yako haijafika, vitu unafanya si poa, unaona? Yeah. So tujitume tu, trust process, ipo siku. So kijana, acha kujiita Ben 10, jiite mwanaume, tafuta pesa. Pia wewe siku moja utasupport watoto wako, utasupport mke wako, na utaenjoy the woman of your youth, and you will enjoy even the children that this woman will give you. Yes. Hiyo tamaa pia just trust the process. Yeah. Na pia ladies pia wasaidie the boys that they are dating. Yeah. City they become lazy because they know kuna umzee hapa Yes. atakuja nikatia na chini. Yeah. And also, just to add on that, ladies pia wasiseme tu ni mwanaume ndio wa kuleta. Yeah, we are living in a society where we assist one another and we grow together. Yeah. So wakati ambapo vijana unatafuta mwanamke, we ni dada, unataka kupata mme, tuwe na hiyo tamaa ya kwamba natafuta ule ambaye ni wa my caliber, yeah? Tutaishi pamoja, tutagrow pamoja, tutalea watoto wetu pamoja, kwa sababu tumeangalia one of the causes ni family breakup. Family breakup ndio kitu ambayo sai imeaffect watoto wengi sana. Watoto hawana raha, watoto hawajielewi, psychologically wako disturbed, na ni kwa sababu unapata kwamba dadi wao alichukuliwa, tena alichukuliwa na msichana mdogo, mami wao alichukuliwa. So unapata at the end of it all, hawa watoto wanakuwa hata rejected in the society. So pia vijana, naona wakati ambapo tunaongea kuhusu next generation, sometimes unakaa unajiuliza, is there a next generation? Kwa sababu hii mambo ya vijana kutafuta partners wazee inafanya hata hawataki watoto, yeah? So unashangaa, unaangalia, unasema, are we going to have a younger generation maybe 20 years to come? Yeah? So haya maneno ni kwamba yote inafaa tuangalie kama society, na pia wakati ambapo tunaangalia kama society, tunaangalia pia neno la Mungu linasema nini, yeah? Neno la Mungu haiku address age so much, but neno la Mungu lili address ndoa. Na wakati ambapo tunaangalia katika Proverbs 5, tunaona kwamba in Proverbs 5:18, may your fountain be blessed and may you rejoice the wife of your youth. Yeah? So neno la Mungu lilikuwa linasema kwamba blessings, may your fountain be blessed. Inamaanisha kwamba wakati ambapo unaenjoy the wife of your youth, kuna vile your generation is blessed, your children are blessed, even your grandchildren will be blessed. Yeah? Na leo hii unapata kwamba watu wameishi kwa pamoja, lakini kuna ile kutoaminiana kwa sababu amezeeka, simtaki, yeah? Amezeeka, she's out of fashion, I want something fashionable. So unapata ile tamaa na hata ile kutokwa na uungu ndani yako. Hakuna Mungu ndani yako, watu wako in a freestyle kind of life. So unapata watu wengi wamekosa mwelekeo, watu wengi wanaingia katika ndoa ambazo si za kudumu. Ni ndoa ya nijikinge mvua ikiisha nitoke, yeah? Nimekuja kutafuta pesa, nikishapata pesa
Tutahakikisha tumekosana, tuachane. So unapata at the end of it all, unapata we are wasting our lives, we are wasting our children, we are wasting ourselves, yeah. So hata unapata ile misingi ya ndoa na the purpose of marriage yote imekuwa diluted. So neno la Mungu linapoongea linatuonya pia katika Proverbs 6 na inasema kwamba, my son, keep your father's command, do not forsake your mother's teaching, bind them always on your heart, fasten them around your neck. When you walk, they will guide you. When you sleep, they will watch over you. When you awake, they will speak to you. So tukiangalia hayo yote, tunaambiwa kwamba tutembee kulingana na maadili ya Mungu. Na katika tu hiyo Proverbs 6 kuna mahali ambapo neno linasema kwamba yule ambaye ana commit adultery will be punished, will not go unpunished. So ukipata kwamba watu wameachana na wake zao, wanatafuta wasichana wadogo, wameachana na waume zao, wanatafuta vijana wadogo, that is adultery. Na hapo ndio tunaambiwa kwamba they'll not go unpunished. So neno la Mungu linaponena maneno haya ni kwamba sisi vijana, wazee, wamama tujiheshimu, so that kila mtu anachukua nafasi yake. Kama wewe ni mzee, peana mwelekeo kwa vijana. Kama wewe ni mama, peana mwelekeo hivyo hivyo kwa vijana. Na kama wewe ni kijana, jiheshimu. Kwa sababu nafikiria pia vijana wakiwa na principles, wakati ambapo mzee anakuapproach, mama anakuapproach, umwambie hapana, that's not what I would wish to, or the kind of lifestyle that I would wish to live. Utapata kwamba tutakuwa tunasaidiana kwa njia moja ama nyingine. But the main people that should style up here is the older people. Wewe ni mama, chutuza watoto wako, waheshimu vijana, vijana watakuheshimu. Tunaambiwa kwamba respect is two-way traffic. Ni heshimu ni kuheshimu. Lakini leo wewe ni mama, waja kwangu kutafuta uhusiano na mimi ni kijana tu kama yule kijana wako pale nyumbani, inamaanisha kwamba hata wewe mwenyewe ujiheshimu, yeah? So wakati ambapo unajiheshimu, pia wewe mwenyewe unaheshimika. Wakati ambapo mama, mzee unaheshimu kijana, pia kijana atakuheshimu. Na wakati ambapo unapata hii respect, inakuwa utapata kwamba kila mambo itaenda kulingana na mapenzi ya Mungu, yeah? Dunia sasa inatembea katika laana kwa sababu familia zetu zimelaniwa. Na familia zetu zimelaniwa kwa nini? There is too much contamination, yeah? This contamination comes in because of adultery. This contamination comes in because of too much immorality. Ndio leo utapata kwamba mzazi kumrape msichana wake si kitu ya ajabu, yeah? Tunasikia kwa news kila siku mzee amerape msichana wake. Na ni kwa sababu imeanza na wale wasichana wengine wadogo wenyewe wametafuta huyu mzee. Leo utapata kwamba kuna wasichana wanaenda kwa vilabu, na wanapoenda kwa vilabu wanaenda kutafuta wazee, yeah? Anajua huyu ni mme wa mtu, lakini yeye anaenda kutafuta huyo mme wa mtu. Inamaanisha kwamba maadili yameenda kinyume, yeah? Yale maadili ya Mungu yamebadilishwa. So watu wanataka self satisfaction. Tukaambiwa kwamba nyakati za mwisho people will be looking at themselves, yeah? So leo mtu anaangalia, mimi sitaki kujua watoto wangu watakula vipi, sitaki kujua kesho itaenda vipi, nataka nijue nitaenda out ama sitaenda, nitala kuku ama nitala mchicha. So watu hawataki kuishi lifestyle ambayo ni ya chini, kila mtu anataka kujiweka juu, na unapata kwamba society inakuwa confused. So wakati ambapo tunamaliza kipindi hiki, ningependa tu wewe ambaye hujawahi subscribe to this channel, tunakukaribisha sana. Na pia huwa tuna allow comments, yeah? Kama leo tumediscuss mambo haya, wewe kama kijana peana comments zako. Wewe kama mzee, wewe kama mama, peana comments zako. Like whatever we are doing, give your comment, share. Maybe kuna kijana ambaye unajua kwamba haya maneno ambayo tumeongea hapa yanaweza yakamsaidia. Just share, so that uwezi jua mtu angekuwa yeye labda ndiye atauawa na mke wa mtu, lakini wewe ukamwambia mapema, ukamwonyesha hii video, akaja achana na yale mambo ama maovu ambayo alikuwa anayafanya. So share, like, subscribe and support this work by subscribing and even
sharing it with other people.